you look at one side of the coin, I will bless the Lord because I have the fish and the bread, because I have the testimony and the healing, because I have the miracle. But also on the other side, nachotaka ni wewe tu. Bwana Yesu asifiwe, taifa la Mungu. Haja ya moyo wangu Nilete neno la Mungu ambalo linatoka katika kitabu cha Yohana sura ya 3 ule mstari wa 16. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na tuombe. Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, uliye mwema, uliye mwaminifu, unayetupenda, unayetujali, tuna kila sababu ya kuja machoni pako na kusema asante kwa sababu ya neema ambayo umetukirimia. Uzima, afya njema, na hata majira haya watoto wako kuwepo mbele zako tena. Ninakusii Mungu wa mbingu na nchi, tupe macho ya rohoni na masikio ya rohoni, tupate kusikia, lakini tupate kuona kusudi ambalo Mungu umelikusudia kwenye maisha yetu. Anza nasi katika tafakari ya neno, maliza nasi kwa utukufu wa jina lako. Amen. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Nilipokuwa nikitafakari na kutafuta kichwa cha habari katika maandiko haya, nikaona nipate kichwa cha habari kinachosema upendo. Upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huu upendo nimeweka kwa general kwamba upendo. Lakini upendo huu nimeugawa katika sehemu kuu 3. Upendo nimeugawa katika sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza, upendo wa Mungu kwetu. Upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu. Lakini sehemu ya pili ni upendo wetu sisi kwa Mungu wetu. Upendo wetu sisi kwa Mungu wetu aliyetuumba. Lakini 3, upendo wa Mungu, upendo wa sisi kwa sisi ambao Mungu ametuachia kwamba na tupendane sisi kwa sisi. Kwa hiyo nimegawa katika sehemu kuu 3. Upendo wa Mungu kwetu, upendo wetu sisi kwa Mungu wetu, lakini upendo wetu sisi kwa namna ambavyo Mungu ametujalia na kutupa neema ya kukaa pamoja tena kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Nianze sehemu ya kwanza ya upendo wa Mungu kwetu. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda huu ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee kwetu. Maana upendo huu tunaozungumza, mwanzilishi wa upendo ni Mungu mwenyewe. Alianzisha upendo huu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tukizungumza habari ya muasisi wa upendo ni Mungu mwenyewe, ambaye yeye mwenyewe alipiga gharama ya namna ambavyo alituumba, akakubali kushuka kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapozungumza habari ya upendo, nataka nikutazamishe kwamba muasisi wa upendo ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukisoma maandiko yanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Na kwa sababu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Kwa sababu Mungu aliupenda ulimwengu, akaingia gharama ya kutoa mwanae wa pekee, mwana ampendaye, mwana anayemjali, mwana ambaye yeye kwake ni hazina kwake, akakubali kumtoa ili aje ulimwenguni.
Kwa nini anamtoa? Tafakari, kwa nini anamtoa? Ili sisi tupate uzima wa milele. Kwa nini? Kwa sababu hatukuwa na uzima, tulishapotea. Ukisoma maandiko utagundua tuliondolewa kabisa kwenye bustani ya Edeni, tukatolewa kabisa. Maana namna ya kurudi nyumbani, namna ya kurudi kwa Mungu kwetu ikawa haiwezekani tena. Kwa hiyo ilibidi Mungu aingie gharama. Mungu aingie gharama, tena gharama ya kuumiza, gharama ambayo inauma, sio gharama isiyouma. Inatakiwa atoe. Ukisoma Biblia inasema alimtoa mwanae wa pekee